بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، وبعد. الفصل الأول، صوم الأكوانزا كتك رسالة الزواج يا العلامة العثيمين رحمه الله. نسمع في معنى النكاح katika kuelezea maana ya ndoa lughatan, kilugha, wa shar'an, na kisharia. An-nikahu fi al-lugha, neno nikaha katika matumizi ya kilugha yakunu bimaana aqdi at-tazwiji, huwa kwa maana ya mafungamano ya kuozeshwa. Wayakunu bimaana wat'i zawja, na neno nikaha katika matumizi yake ya kilugha hubeba pia maana ya kumuingilia mke, wat'i zawja. Kwa hiyo ukisema kilugha tunakwenda kushuhudia nikaha, yani kushuhudia ndoa watu pale wanapoozeshwa, hili ndilo ambalo hushuhudiwa. Nilishuhudia nikaha yao, nilihudhuria ndoa yao pale walipoozeshwa. Lakini haitowezekana mtu kusema nimeshuhudia wakifanya nikaha, ukiwa na maana kwamba wakiwa wameingiliana mke na mume. Hilo halipo. Lakini nikaha ina maana ya mwanzo, na nikaha ina maana ya maingiliano pia ya wanandoa. Inategemea neno nikah limetamkwa wapi. Na viko vitu hata kwenye matumizi yetu ya kilugha ya Kiswahili yategemea ilo neno umelitamka wapi. Mfano neno gani ambalo linaingia huko na huko? Nani anakumbuka? Yenye maana zaidi ya moja. Anapaka, anapanda, anapanda. Maana ya kwanza anapanga, maana yake anapanga lake la kukatia miti. La pili anaweka vitu katika mpangilio wake, anavipangilia, anapanga vitu, anapanga. Kwa hiyo anapanga ya kwanza si anapanga ya pili. Au neno kata, kata, kata ni chukua kisu, kata mti, kata. Lakini kata pia ina maana ya ile ya kubebea, wanaweka kichwani kina mama wanabebea maji, ima ni nguo kusanya kaiviringisha hivi mviringo, ameweka kichwani, kata. Lakini pia kuna kata ya kutekea maji, si ndio? Ile ni kata, na hii ni kata, na hii ni kata. Kwa hiyo nikaha vivyo hivyo yategemea umeitumia wapi. Tumeelewana vizuri? Qala Abu Ali al-Qali, Abu Ali, umekanuni hapo, Abu Ali al-Qali, sababu kuna kasratain. Amesema Abu Ali al-Qali. Abu Ali al-Qali ni katika wanazuoni wa lugha ya Kiarabu, japo hakuwa Mwarabu yeye mwenyewe, alikuwa ni Mfarisi. Alikuwa ni Mfarisi, Mpeshia. Jina lake anaitwa Al-Hasan bin Ahmad, Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abd al-Ghaffari Al-Farisi Al-Fasawi. Amefariki mwaka 377.
wanazuoni wa karne ya 4 na amesema haya baada ya kuulizwa na mmoja katika wanazuoni akiitwa Ibn Jinni, mtoto wa Jinni. Ibn Jinni ni alim katika wanazuoni, anasema sa'altu Aba Ali al-Farisiyya, nilimuuliza Abu Ali al-Farisi an qawlihim, kuhusu kauli yao wanaposema nakahaha, amemuoa, nakahaha, amemnakihi. Kwa nini maana yake hii? Qala, akasema Abu Ali al-Qali, farraqatil arabu, wametofautisha waarabu farqan latifan, utofautisho nyeti, latif yani mzuri kabisa. yu'rafu bihi mawdhi'u al-'aqdi min al-wat'i, kwa tofauti hiyo ambayo wamefarikisha waarabu hujulikana mawdhi'u al-'aqdi, sehemu katika hayo matumizi ya nikah, sehemu ya mkataba wa kindoa, yani kule kuozeshwa. Ukitumia neno nakaha hufahamishwa au hufahamika kwamba hapa amekusudia ndoa ya kuozeshwa, mawdhi'u al-'aqd min al-wat'i, kutokamana na maingiliano. Kwa maana neno hilo hilo pia linatumika na la kusudiwa maingiliano. Waarabu wametofautisha, kuna farqun latifun ambayo hukujaelewa wewe ukabaini kwamba hapa imekusudiwa hili na hapa limekusudiwa hili. Fa idha qalu, wakisema Waarabu nakaha fulanatan, amemnakihi fulani, au binta fulani, au amemnakihi binti wa fulani, aradu, wamekusudia walipotumia neno nikaha hapo aqd at-tazwiji, mkataba wa kuozeshana, ndoa. Amemuoa fulani, nakaha fulana, kwa maana amemuoa fulani. Huyu fulana ni fulani wa kike. Katika lugha ya Kiarabu kusema fulani ni mwanamume, kusema fulana ni mwanamke. Nakaha fulana, amemuoa mwanamke fulani. Bila shaka hapa hukusudiwa sio kuingiliana, ile ndoa ilipokuwa ikiozeshwa. Wa idha qalu, na wakisema Waarabu nakaha mra'atahu, amemnakihi mkewe, hapa sasa nikaha ina maana nyingine, kwa maana amemuingilia huyo. Au zawjatahu, kwa maana moja, ima aseme mra'atahu au aseme zawjatahu, maana yake ni moja, mkewe. Lam yuridu, hawakusudii Waarabu wakisema nakaha mra'atahu au nakaha zawjatahu illa aljimaa walwat'a, hakuna kusudio jingine ambalo wanalikusudia wakisema hivi isipokuwa wanakusudia jimai na maingiliano. Tumeelewana vizuri eh? Kwa ukisema nakaha fulana ina maana fulani, ukisema nakaha binta fulan ina maana yake, ukisema nakaha mra'atahu au nakaha zawjatahu au nakaha umma waladihi, amemnakihi mama wa watoto wake, inakuwa na maana gani hapo? Kamuingilia mama wa watoto wake. Nakaha umma waladihi. haya ametajwa kwenye kitabu Al-Mubdi' sharh ya Al-Muqni'. Wa ma'na an-nikah fi ash-shar'i, na maana ya nikaha kisharia, ta'aqudun baina rajulin wa imra'atin, ta'aqudun, mafungamano ya kindoa, baina rajulin wa imra'atin, baina ya mwanamume na mwanamke. Mkataba wa kindoa huo manake ni kuozeshana, kuozeshwa mwanamke na akaozeshwa mwanamume, wakafungamanishwa hawa, ikapatikana akdi baina yao, taaqud, ikapatikana ile akdi pande mbili, huyu kamuoa huyu na huyu kaolewa na huyu, baina mwanamume na mwanamke.
yuqsad bihi, mafungamano hayo hukusudiwa istimta'u kulli minhuma bil akhar, kustareheka kila mmoja miongoni mwa wawili hawa kustareheka kwa mwenzake. Wameingia kwenye makubaliano na mafungamano na mapatano ya kuozeshwa, wakaoana, lengo lao huyu astarehe kwa huyu na huyu astarehe kwa huyu. Kwa hiyo ndoa ni starehe, kila mmoja ataka astarehe kupitia mwenzake, starehe za halali, istimtaa, kustareheka, hilo ni lengo. Wa takwinu usratin salihah, kadhalika na kutengeneza familia njema. Usratin salihah, familia njema nzuri. Kama mimi huyu nataka nizalie watoto wangu watakuwa hivi, wawe hivi. Wa mujtama'in salimin, na jamii iliyokuwa salama. Mtoto wa huyu na mtoto wa yule na mtoto wa yule na mtoto wa yule waliozaliwa, hawa wanatengeneza jamii iliyokuwa salama. Jamii ya watoto ambao wana wazazi wao, baba zao na mama zao. Ni wasi watoto wakawa mithili wa mbuzi, kama wakazaliwa tu hana baba. Watu wakawa wanadandiana tu, hakuna mikataba ya kindoa, hakuna mafungamano ya kindoa. Yule kamparamia yule kamparamia yule kaza kule yule, basi vurugu tu, nasaba hazipo. Kwa hiyo hawa wanatengeneza usra saliha wa mujtama'in salim. Ndoa inatengeneza familia nzuri na jamii iliyokuwa salama. Jamii ya mtoto, ukimuuliza wewe ni nani, anakuambia mimi ni fulani bin nani, mimi fulani bin fulani, anataja ule ubini wake, haukatiki ule ubini wake. Wewe nani? Mimi Abdallah nani? Anarejea kwa mama yake, Abdallah Fatuma, mtoto wa Fatuma. Wa min huna na'khudhu annahu la yuqsad bi'aqd an-nikah. Wa min huna, na kutokea hapa, na'khudhu, tunachukua sisi faida, annahu la yuqsad bi'aqd an-nikah, kwamba halikusudiwi kwa mujarradi wa mafungamano haya ya kindoa, mujarradul istimta'i, jambo tu mujarradi la kustarehe. Yani hatuchukui kwamba ndoa ni kustarehe tu peke yake. Ndio maana maneno haya, yani ndoa sio tu peke yake starehe, kwamba amekidhi haja zake basi. Kama jambo hilo mpaka kwa wanyama lipo, kuku, majogoo wanalo pia hilo, lakini sisi tuna ziada ya hapo. Bali yuqsad bihi ma'a dhalika ma'nan akhar, bali hukusudiwa hilo la kustarehe lipo, lakini pia kuna maana nyingine inakusudiwa. Huwa takwinul usari salihah, ni kutengeneza familia nzuri, wal mujtama'ati salima, na jamii zilizokuwa salama, jamii za watoto wa halali. Kuna sehemu ukipeleka mafuso matatu kwa lengo la kubeba watoto wa haramu, mafuso yatajaa na watoto wamepanga foleni, bado mahala hapo huwa hapako salama mara nyingi. Sasa mara nyingi ukiangalia wale ambao wamezaliwa nje ya ndoa na wao wanazaa nje ya ndoa, mara nyingi chunguzeni, utaligundua hilo, illa man rahimallah. Lakini qad yaghlibu ahdu alqasdain ala al-akhar, lakini huenda moja ya makusudio haya mawili likawa liko juu ya kusudio jingine. Huenda li'tibaratin muayyana, kwa mazingatio maalumu, bihasabi ahwali shakhs, kwa mujibu wa hali za mtu mwenyewe. Kwa maana yuko ambaye lengo lake hasa ni kustarehe, watoto wakija basi alhamdulillah isihaba, lakini asami ataka kustarehe, na mwingine mimi nataka watoto tu, hii starehe basi tu hakuna, lakini mimi nataka watoto tu. Mimi kila mmoja kwa mujibu wa hali zake alizokuwa nazo. Haya ameyasema Sheikh rahimahullah. Kwa hiyo tunajua hapa maana ya ndoa kilugha na kisheria. Kilugha ndoa ni nini?
kilugha mafungamano ya kuozeshwa, kaozeshwa huyu basi hiyo ni nikah kilugha, au kuwapatanisha wawili katika mafungamano hayo ya kindoa. Hiyo ndio nikah kilugha. Hata kilugha wanatumia Waarabu neno nikaha kwenye miti iliyosokotana. Tulizungumza siku ile, miti iliyosokotana. Kuna miti imeingiliana kule maporini, wanasema Waarabu kwamba hii miti imeoana, imefanya nikah kwa maana ile ya kilugha, imeingiliana. Tanakahati al-ashjaru, wanasema hivyo, tanakahati al-ashjaru. Kwa hiyo neno nikah limetumika hapo, miti imeoana. Idha dhamma ba'daha ila ba'd, pale itakapokuwa imeoana baadhi yake ikaoa baadhi nyingine, ikasokotana. Na amesema Umar ibn Abi Rabi'a katika mashairi yake, ayyuha al-munkihu thuraya suhaila amaraka Allah kayfa yaltaqiyan. Ayyuha al-munkihu thuraya suhaila. Thuraya ni jina miongoni mwa majina ya nyota. Kuna nyota inaitwa Thuraya na kuna mabinti wanaitwa Thuraya. Wanazoea Thurea ni Thuraya. Kuna nyota inaitwa Thuraya na kuna nyota inaitwa Suhail. Lakini wakati huo mshairi hakusudii nyota hizo mbili, anakusudia kusudio jingine. Ayyuha al-munkihu thuraya suhaila. Munkih, anatafuta ile neno munkih, mwenye kuoanisha na kuvikutanisha viwili. Munkih, kuna neno nikaha limekuja hapa. Munkih, kuna nikaha hapa. Ayyuha al-munkihu thuraya suhaila amaraka Allah kaifa yaltaqiyan. Ewe unayetaka kuvioanisha viwili, kuviozesha viwili, kumwozesha Thuraya kwa bwana anaitwa Suhaili. Washairi wakisema neno yao wana makusudio mengine, si ndio? Mara nyingi wanakuwa hivyo. Naweza kataja kitu fulani ukaona anakizungumzia kitu fulani, kumbe wala haiko huko, iko kwingine. Kawaida ya mashairi kuna kuwa na mafumbo fulani mpaka uyafumbue. Thuraya tumesema ni nini? Jina la nyota. Wakati huo Thuraya ni katika huko ulimwenguni jina la wanaume wanawake. Mwanamke anaitwa Thuraya. Suhail kwetu sisi mwanamume mwanamke. Ulimwenguni huko chini Suhail mwanamume mwanamume. Lakini Suhail ni jina la nyota na Thuraya pia ni jina la nyota. Kwa maana ewe ambaye unataka uikutanishe nyota Thuraya na nyota inayoitwa Suhail, ambayo Suhail ina mahala pake, Thuraya ina mahala pake, wataka uzioanishe, munkih, wataka uzikutanishe hizi. Amaraka Allah akupe umri, kaifa yaltaqiyani, hizi mbili zitakutana vipi? Ile iko kule, hii iko huku, wataka uziozeshe. Akiwa anamaanisha kuna binti mrembo anaitwa Thuraya, lakini anaozeshwa bwana mmoja Suhail ambaye si kifani chake. Kwamba wewe Thuraya huyu wamuozesha huyu Suhail, wapi na wapi Thuraya na Suhail? Yani kweli Thuraya olewe na Suhail? Vipi watakaa pamoja hawa? Kaifa yaltaqiyan, watakutana vipi hawa? Yani mbona ni baina as-samai wal ardh, wawili hawa ni mbingu na ardhi. Lipo hilo? Lipo. Kwamba huyu ni mke na huyu mwanamume, lakini watu washangaa, wewe ndo mke wako huyu? Au kama ni mwanamke, ukhti, huyu ndo mumeo? Ni mume wangu, ndo riziki aliyopewa na Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani mtu akajiuliza, sasa mbona kasema inna lillahi? Kwa nini kasema inna lillahi huyu? Kwani usome mwanamume? Mfano waweza kukuta ukhti amevaa hijabu, niqabu, jilbabu, ndio wasema huyu ukhti sunnia salafia, lakini mume lake limevaa jinzi, limeburutika. Kuna majinzi fulani wanavaa mpaka wanafanya kama vile socks, yani limekuja kwenye mguu hapa, limepinda hivi. Mshayaona hayo?
Asema ukhti huyo ndo mumeo. Alafu kidevu kakichonga cheupe kama balbu voltimia. Ukhti ndo mumeo huyo. Ndo riziki ya astaghfirullah. Wewe nakusoma kote kule ulikosoma wewe ukhti. Aweza akakupiga ngumi yule mume wake. Wewe ustazi vipi wewe? Lakini sasa anasikitika kwamba wewe si wa kuolewa na huyu. Kweli si kweli? Ndio haya anayosababisha hili. Ayuha almunkih. Kwa hiyo neno munkih kilugha kwamba ni muoanishaji wawili au oanisha wakutanisha wapatanisha. Kilugha nikah ina maana hiyo.